Dada. Yes. Habari ya asubuhi. Salama sana, labda wewe. Salama pia. Nimeamka poa. Nimeamka salama. Dada. Yes. Samahani kidogo. Bila samahani. Nilikuwa nataka kufanya usafi, lakini sina maji. Kwa hivyo, unaweza nielekeza mahali mnachota maji? Unaona hiki kinjia? Pata tu hiki kinjia cha kuelekea kwa gate. Before ufike kwa gate, utapata taps mbili. Moja ya red, nyingine ya blue. Ya red itakuwa ya maji moto, ya blue itakuwa ya maji baridi. Okay. Utachota pale. Okay. Sawa, asante. Na samahani pia, kuna mahali huwa mnaanika nguo? Ndio, huwa tunaanika pale mbele. Okay. Sasa utaacha hii njia kwenda kwa gate. On the left hand, utaona pale kuna handlines. Sawa, asante. Dada, ni mbali. Ni mbali but congratulations. Lakini kitu mzuri, maji natoka haraka sana huko. Maji huko inatoka haraka sana. Asante. Nimependa sana hii plot. Kila kitu inapatikana. Hapa kile kitu kinapatikana, hata hakuna stima kupotea. Okay. Asante. Na naweza kugawia maji. Naona pia unataka kufua. Hapana, mimi nilikuwa nishaleta maji yangu ndio hii pale. Okay. Kaka. Naam. Kuna nini? Hamna kitu. Mbona umekaa hapa peke yako? Wakati mwingine binadamu anahisi kukaa peke yake. Kweli? Ndio. Ila nakushukuru maana umefanya nijihisi kuwa niko katika dunia ya watu. Usijali kaka, upo sehemu sahihi. Dada, naomba kukuuliza kitu kama hutojali. Bila shaka. Ni kitambulisho cha mtu na pia hakikosekani kwenye barua rasmi ama ya kirafiki. Ni kitu gani hicho ambacho nakizungumzia? Nadhani ni jina. Upo sahihi. Nadhani ni wakati mwafaka wa mimi na wewe kuweza kufahamiana. Kweli, mimi naitwa Rehema. Na wewe je? Ndeu. Nashukuru sana kukufahamu Ndeu. Asante sana dada Rehema. Dada Rehema. Yes. Vipi? Mimi natoka kidogo na sitachelewa kurudi. Unaenda wapi? Naenda matembezi tu. Vipi? Ungependa tuende pamoja? Nihakikishie tutachelewa. Hatutachelewa kurudi. Okay, ni sawa, acha nichukue begi langu. Yes, ama landlord anaweza leta shida. Hapana. Sawa, leo nakupeleka matembezi. Ni sawa. Dada. Yes. Safari imekuaje? Safari imekuwa tu poa. Hata mimi imekuwa poa. Angalau leo nimepata mtu wa kutembea naye. Wow, hata mimi maji. Ama wewe unaona umechelewa kurudi? Hapana, niko tu sawa. Na nilikuahidi tutarudi mapema. Imagine alafu tunarudi late. Si late. Landlord hawezi kuuliza. Hawezi. Umejua landlord atashangaa mimi ni mgeni kwa hii plot na imekuaje nimeanza kutoa.
Hiyo naye haiwezi unishtua hata kidogo. Maana umekuwa kama caretaker wa hii plot. Yaani landlord akikuja asubuhi anakuona, saa 7 anakuona, jioni pia anakuona. Alafu anakuja anakukosa. Ndio usinichekeshe. Gari unafanya hadi napita mlango wangu wewe. Hapana, mlango yangu inaweza kuwa mlango yako pia. Yaani nyumba yangu imefuatana na yako. Kwa hivyo hakuna shida hata ukifuata. Okay, ni sawa. Dada, Yes. Rehema. Yes. Vipi? Salama. Yeah. Unaelekea wapi? Mimi nataka tu kutulia hapa. Na tunaweza tulia na wewe. Hamna shida. Okay, ni sawa. Sasa. Leo. Yes, Rehema. Unajua tumekaa na wewe hapa kwa muda na sijajua ni nini chenye unapenda, nini chenye unachukia. Mimi napenda story. Napenda story. Vipi wewe? Mimi napenda kusikiza tu nyimbo. Okay. Na unaweza niambia story moja? Kwanza kitu inafanya mimi napenda story ni kuwa zinaburudisha, zinafundisha na zinaelimisha pia. Katika ploti moja waliondokea kaka mmoja ambaye alikuwa jirani yangu na alikuwa anafuatana na mdada mwingine pia. Kwa hivyo katika mazingira yao niliweza kuona kuwa huyu mdada na huyu mkaka walikuwa wanavutiana. Lakini jinsi ya huyu mkaka ama dada kwenda kuambia mwenzake kuwa umenivutia ilikuwa ngumu. Kwa hivyo mahusiano yao ilienda hivyo hadi mmoja wao alipotoka na akaacha mwingine pale. Hicho ni kisa kifupi. Na umejifunza nini kutokana na hicho kisa? But sasa mimi hapo nimejifunza tu ukikuwa na jambo heri tu uongee kuliko kunyamaza. Basi. Na nikuulize swali ka dada Rehema. Yes. Ikitokea kuwa kitu ambacho umekuwa ukikitafuta kwa muda mrefu umeweza kukiona, unaweza fanya nini? Naweza furahi. Unaweza furahi? Okay. Sawa.